Ni rahisi sana mwanaume kusaidiwa na mwanamke aliye nje. Yeah. Kuliko kusaidiwa na mwanamke aliye mke wake. Kwa sababu ukishakuwa mke manake una follow order. Na unaishi kwa utaratibu uliokuta kwenye mamlaka iliyopo. Umenielewa? Kitendo cha kwanza kumuinua huyu mwanamume awe unavyotaka wewe, tayari wewe ni muasi. Na ndio maana wanawake wengi huwa wanachona kuelewa. Hivi inakuwaje namsaidia, alafu kumsaidia kwangu kuna nigharimu? Ni kwa sababu msaada wako wewe ulisahau kwamba wewe ni mke. Kwa hiyo uwe makini unavyomsaidia. Kwa sababu unapokuwa mke haumsaidii kwa namna unavyotaka wewe awe, unamsaidia kwa kile anachotaka ukifanye. Unajua kuna vitu vile tofauti. Narudia tena hapo. Unapokuwa mke haumsaidii awe unavyotaka wewe awe, unamsaidia kile anachotaka yeye ukifanye. Ndio maana usaidizi. Ukifanya kile anachotaka yeye. Ndo msaada na uelewa yeye. Yes, yeye anauelewa huo kwa sababu nilikwambia ufanye hiki na hiki na hiki. Kama nilikupa 10,000 ya chakula ukabalance hiyo 10,000, si ndio? Wewe umenisaidia kuliko ukachukua 30,000 ukaiongezea kwenye 10,000 ukatengeneza chakula cha 40,000. Okay. Hapo hujamsaidia. Hapo umemwasi. Unanielewa? Pale ambapo anakuambia umpeleke mtoto shule ambayo ni Sante Kayumba ya kusoma shule hiyo na akalipia hiyo gharama, alafu ukasema haina shida wewe leta hela mimi nimpeleke mtoto academy siyo fulani ya milioni kadhaa kwa sababu nina uwezo, wewe ni muasi tayari. Kwa umechukua mamlaka ya kwanza kufanya kitu. Ndio maana wanasusaga basi. Ndio maana wanasusa kwa sababu mwisho wa siku manake wewe una utaratibu wako ndani ya ufalme wangu. Kwa lugha nyepesi una ufalme wako ndani ya ufalme wangu. Okay. Na hapo ndio ugumu wa ndoa ulipo na mahusiano. Kwa sababu kwenye ndoa sio kama sisi ni partners. So watu wengi wanadhani sisi ni partners, sio partners. Kwa hiyo ngoja kwanza Pastor Deo pale. Bado ina click inakataa. Inakataa sawa. Kwa maana yake unachoniambia huyu mwanamke anatakiwa ajishushe mpaka level aliyopo huyo baba. Yes, ilitakiwa utafute mwanaume ambaye yupo kwenye level unayotaka wewe. Sasa kwa sababu ulijichanganya ukaja kwa ambaye wa level ya chini, ndio sasa nadhani shida iliyopo hapa Irene ni kwamba wanawake huwa mnakurupuka kwenye yani kweli sasa unanirudisha nyuma kimaendeleo sasa. Ndio maana nikasema ulitakiwa uolewe na mwanaume ambao angalau yuko zaidi ya status uliopo wewe. Kosa sio la huyo mwanaume, kosa ni la kwako. Kwa sababu uliingia kwenye mamlaka ambayo iko way below your standard. That was your mistake. Na nafikiri kwamba wanawake wengi wanaposoma hata ule mstari kwenye Waefeso, mke na amtii mume katika kila jambo. Ile kila jambo nadhani wanawake wengi aidha wao wanairuka au hawaielewi. Hatuioni vizuri. Kuna namna fulani wao wana jump. Umeona? Hatuioni vizuri. Kama haionekani au mnataka kumweka correcting fluid pale pap kichwani. Ndio. Kimsingi unatakiwa Irene ujiulize mara 10 unajiingiza kwenye mamlaka ipi, ina utaratibu upi, ina social status ipi, ina financial status ipi, na wewe ya kwako ni ipi. Kwa maana nyingine nyepesi Irene, wewe sio kila mwanamume anaweza kufiti kuwa mume wako. Kadiri unavyozidi kwenda juu kuna wanaume wanapoteza kabisa sifa ya kuwa waume zao. Kwa hiyo kadiri wanawake wanavyozidi kuwa juu kiuchumi wanapunguza margin ya possibility ya kupata wanaume. Sasa hivi wanasema mbona sasa hivi wanaume wa kuoa ni wachache sana? Ndio, kwa sababu wanawake wengi mmeenda juu kiuchumi. Huku juu wanaume wengi hawapo. Kwa hiyo umejikuta mna kakundi kadogo cha wanaume mnakagombania akatoshi. Ndio maana sasa singles wanawake wanakuwa wengi. Okay. Kwa sababu ukweli ni kwamba unanili unfitted. Sasa kwa sababu ya hiyo competition wachache wanawake wanarudi chini. Wanamtafuta mwamba mmoja hivi. Alafu anamweka kama anaelekea tu mmoja tamchonga, tamfinyanga huyu. Alafu atafaa kwa matumizi ya binadamu. Anapanda, anaondoka mwanangu. Hamna kitu kama hicho wewe. Wewe lini umekuwa mfinyanzi? Yaani wewe huwezi kuwa mfinyanzi, huwezi kuwa mfinyanzi. Wanawake ni kama wanaamini kwamba they can fix us. Kitu ambacho sio kweli, hakiwezekani. Hamkupewa hiyo mamlaka, hamna uwezo. Hamna, yani hamna namna unaweza kumfix mwanaume. Hamna namna unaweza kumfinyanga mwanaume. Kwa sababu mwanaume mwenyewe hawezi kukubali. Alafu pia hata Mungu mwenyewe atakushangaa. Ndio maana kuna makongamano mengi ya Bwana, mtengeneze, mfinyange. Hawafinyangiki. Mungu anakushangaa like seriously. Unajua maana hata Yesu alikutana na yule mwanamke Msamaria kisimani afa akamwambia hebu kamlete mume wako. Hebu achana na mambo, mimi siongei na wewe.